kabisa. Na kwa nini ulisema kwamba ni haramu kulilia mbwa? Hapa kuna mambo kadhaa ambayo ni muhimu sana kuyaeleza kwa usahihi. Kumlilia mbwa kwa mujibu wa sharia ya dini ya Kiislamu si makosa. Si makosa kabisa. Yule mbwa, na si mbwa tu, chochote kile ambacho wewe umekipoteza, kuhuzunika kwa ajili yake au kulia kwa ajili yake, si makosa. Bali ni makosa kukusanya watu, alafu hao watu wakakusanyika pale wakawa na wao wakililia kile kitu, mfano wa jinsi ambavyo wanavumlilia mwanadamu. Hilo sasa ndipo litakuwa kosa. Lakini wewe mwenyewe kama umeondokewa na mnyama wako, alafu ukawa unampenda yule mnyama, huzuni ikakupata, ukakaa ukalia, sheria haikatai katika hilo. Kwa sababu tunafundishwa kuna vitu vinavyoitwa arrafatu lilhayawani, kwa maana kuwaonea huruma wanyama, kuishi nao kwa muamala mzuri, kuishi nao vizuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuna mwanamke amehukumiwa kwenda peponi kwa sababu ya mbwa tu. Alimkuta huyo mbwa mahala fulani ana kiu kikali sana cha maji. Mwanamke yule akavua ile kiatu chake, akaingia katika shimo lenye maji, akachukua maji kwa kupitia katika kiatu chake, akampa yule mbwa. Mbwa akanywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu atakuwa ni mwanamke wa peponi kwa sababu tendo lake la mwisho lilikuwa ni tendo la kumfanyia wema mnyama ambaye Mtume akasema kwamba ni amelinyeshelezea ini lenye asili ya ubichi. Kwa maana ini la mnyama limepata maji kupitia kwa yule mwanamke. Kwa hiyo ikawa mwanamke huyo akahukumiwa kwenda peponi kwa tendo zuri alilofanya kwa kumhurumia mnyama. Kwa hiyo tunafundishwa pia kuwahurumia wanyama, na unapoondokewa na mnyama wako ambao unayempenda, bila shaka wala wasiwasi kabisa, una haja ya kuhuzunika, una haja ya kulia ikiwezekana, lakini si vizuri kukusanya watu kama vile msiba wa mwanadamu na ukatoa rambirambi. Hiyo inakuwa si sawa sawa. Okay. Naam. Na kwa nini wanasemaga mbwa ni najis? Mbwa anakuwa najis kwa hali ifuatayo, na si kila mbwa. Kwanza hapa ieleweke vizuri, si kila mbwa. Yani mbwa ambaye anaruhusiwa kumfuga ni yule mbwa mwenye mafunzo maalum. Kafundishwa, ana sehemu yake maalum, mathalan ana banda lake, alafu amefundishwa, kwa sababu mbwa ni katika wanyama ambao wana uwezo wa kupokea mafunzo. Kielekezwa anaelekea. Lakini kadhalika asiwe anatembea hovyo, na asiwe yule mbwa ambaye kila wakati yalhath, yani yupo anatweta tu, alafu mate yale yanadondoka. Yale mate yana virus ambao wanaweza kuleta athari na wakaleta madhara. Kwa hiyo kinachotakiwa katika dini tukufu hii ya Kiislamu ni huyu mbwa awe na sehemu yake maalum. Lakini awe na mafunzo pia maalum. Lakini kadhalika vile vile asiwe anazagaa hovyo. Huyu atakuwa halali na anafaa mtu kumfuga na anafaa kukaa naye, kwa sababu pia huyu anaondosha baadhi ya madhara. Kwa mfano ana uwezo wa kufanya ulinzi mzuri tu, na ana uwezo wa kutoa ishara nzuri tu pale anapoona kitu kibaya. Mathalan amekuja mtu ambaye hafahamiki pale nyumbani, ana uwezo wa kuwa ni sehemu ya kutoa ishara bora sana, ambayo ishara hiyo itakuwa na uwezo mzuri wa kukushtua wewe kwamba kuna mtu mpya ambaye si mzuri, hebu nitake kujua kwanza ni nani. Ni rahisi sana kulifanya hilo. Kwa hiyo hata katika Qur'ani mbwa ametajwa kwa uzuri. Kuna watu walikuwa wanaitwa ashabul kahfi, yani watu wa pangoni wale. Walikuwa watu wa pangoni, walikuwa pamoja na mbwa wao, na Qur'ani imehadithia vizuri katika habari za mbwa. Lakini kadhalika Qur'ani ikaelekeza pia hata wale mbwa ambao tunakwenda nao labda katika sehemu za kuwinda, wakawa wanawinda, wamefundishwa namna ya kukamata wale wanyama. Sisi tuna haki ya kuwala wale wanyama ambao wamekamatwa na wale mbwa. Ni safi kabisa, wala hilo halina shida kabisa.